Usitarajie kupendwa. Sababu ukitarajia kupendwa maana yake umewapendeza wanadamu na sio kusudi la nani? Kwa sababu nimesimama hapa kutimiza kusudi la Mungu na sio kutafuta wewe unipende. Mimi nimeshapendwa tayari. Kwa wewe ukinichukia kwangu mimi wewe sawa tu. Kwa sababu mimi nimeshapendwa tayari. Bwana Yesu nasifiwe. Alafu niko vizuri ujue. Yaani niko vizuri, uelewe hilo. Na mwaka wizi kauli utazisikia sana, kauli za kibabe. Kwa sababu aliye na Mungu ni mbabe. Kama kuna mambo yanaweza kubadilika, aliye na Mungu, nani kama mtu aliye na Mungu? Aliye na Mungu huwezi kumtishia uchawi bwana. Huwezi kumtishia sijui mambo ya ajabu ajabu. Ana Mungu huyo. Amen. 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 Kwa hiyo lazima uelewe hilo. Sasa tukianza na lengo la kwanza la utii kwa kiongozi, kwa mambo yote, kwa ujumla wote, na hapa naomba msikie vizuri na makatibu mnukuu hiyo. Kwa sababu hata siku mkiulizwa mahali popote, niwe niko hai, niwe mzima, takwimu za sasa zinazoonyesha utii kwa kiongozi na kwa kanisa lote ni 38%. Ni 38%. Kuanzia kwangu mimi askofu na kwa wachungaji wenu hawa, utii mnaoonyesha kwa kanisa lote ni 38%. Sasa ngoja nikutajie kwa kila kituo mjijue vizuri. Bonde la malisho ni 15%. Utii ni 15%. Beroya ni 11.5. Kwa sasa kituo cha nguvu ya mlima wa Bwana ni 5.5. Kutii kwa kiongozi na kwa kanisa, waumini kwa mchungaji. Kanisa la Galilaya ni 6%. Takwimu hizi ni muhimu sana kwa sasa. Ninyi mnaohubiri, ninyi mnaofundisha, ni za muhimu sana. Na ninashukuru kwa sababu zinawekwa kwenye kumbukumbu. Sasa utaniuliza asilimia hizi tunazipataje au tunazipata kwenye mambo gani? Sikiliza, hii itakusaidia ili ujue hizi asilimia huwa zinapatikanaje. Kuna mambo 9 yanayotupatia asilimia za utii na kwa mambo mengine yote. Kwanza, kupokea maagizo halali na kuyatekeleza. Hilo ni jambo la kwanza. Kuna watu humu mkipewa maagizo mpaka mkajishauri kwanza, afu ndio mwanze kutekeleza. Kuna kauli mbiu zilishatangazwa toka 2020 ngapi, zimeanza kutekelezwa mwaka huu. Zimeanza kutekelezwa mwaka huu. Kwa hiyo hapo huwa tunapata asilimia kwenye kupokea maagizo halali na kuyatekeleza. Kanisa linavyoendelea kukua, nitakuwa na kamati ya askofu kwenye ofisi ya askofu, ambayo haya yatakuwa yanaratibiwa vizuri sana. Ila kwa sasa nimeyashughulikia mwenyewe katika kuangalia kupokea maagizo halali na kuyatekeleza, kituo kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo nikijaga mimi hapa siji tu kushangaa. Unaponiona na nyanyuka nacheza, kuna vitu natazama. Kuna vitu naviangalia, mnavyoingia ibadani, mnavyoabudu, mnavyofanya vitu mbalimbali, utoaji wenu na kila mnachokifanya. Kwa hiyo nakiangalia na niwe na majibu yaliyo sahihi. Kwa hiyo eneo hili la kwanza la kupokea maagizo na kuyatekeleza, maagizo halali sio haramu, huwa tunapata asilimia kwenye eneo hilo. Jambo la pili linalopatia asilimia ni zaka. Na kwenye eneo hili karibu kila kituo, tukichukua eneo hili moja tu la zaka, mko asilimia 57 kwa kanisa lote. Eneo hili tu moja la zaka kwa kanisa zima tunatengeneza asilimia 58.
Kwa maana hiyo zaka zinafika. Si kama naeleweka vizuri? Zilikuwa ziwe 72, ila zimepungua kwa sababu baadhi ya zaka zinaonekana sio sahihi, yani sio halali. Kwa hiyo ndio maana inabakisha 58% kwa vituo vyote mpaka kule Iringa. Hili ni eneo ambalo linatupa pia 1%. Kwa hiyo kwenye vitu mnavyoenenda, mnavyovifanya kwenye kituo chenu, ili kujipatia sifa na heshima katika dini, lazima mzingatie haya mambo, kwa sababu ndio yanayowaonyesha ninyi ni kituo. Mambo ya dini inapotangazwa, ushiriki wenu na utoaji wenu, hapo ndio mnapata 1%, kwamba ninyi ni watu ambao mko vizuri. Kwa hiyo mnapata zile 1% za utii. Hili jambo la 3, michango ya dini. Lakini jambo la 4 ni ushiriki wa matukio na michango tunayokubaliana. Tulikuwa na mchango hapa wa kifurushi. Nimejaribu kuangalia 1% kwa vituo viwili vya Bonde la Malisho na kituo cha Beroya. Nikakuta Bonde la Malisho wana 8%. Wana 8%. Nikaangalia Beroya wana 4%. Katika yale tuliyokubaliana kwa pamoja, hayakutekelezwa. Hilo ni jambo la 4, ushirikiano wa matukio. Kwenye ibada za mwezi kama hivi tumeshinda kwa kweli. Tungechukua 1%, ni 100%. Ila hatutoagi 100. Principal alisema hatutoagi nini? Tunatoaga ngapi? 99 au 98. Kwa sababu tukikuwekea 100 utajivuna. Hizi zingine ni za askofu. Amen. Kwa hiyo hapa kwa ushirikiano wa ibada za mwezi, hakuna kituo kina delay. Karibu wote tunafanya nini? Tunafanya vizuri. Kwa hiyo zimetupatia 1%. Lakini jambo la 5, nia safi inayotuongoza kutenda kama kiongozi. Sasa hii inawahusu viongozi zaidi. Hii inawahusu wachungaji. Ile nia safi inayotuongoza kutenda mambo, bado nia safi haijawepo, bado tunatiliana mashaka. Bado hatuaminiani. Kwa sababu sharti lazima tuaminiane mpaka dakika ya mwisho. Kuishi kama familia moja na undugu katika Kristo, ili nalo linatupatia 1%. Lilitusumbua sana miaka kama mingapi hapa. Ugomvi, mambo fulani, misuguano ya hapa na pale. Yaani bado hatujapatana kama familia. Tukiwepo kama hivi, ndio maana tukiwaangalia utakuta wamekaa wa Beroya, wa Bonde la Malisho, wa Galilaya, utawaona tu. Kuishi kama ndugu, kama familia, ili nalo linatupatia 1% za utii. Nalo tuonyesha kwamba sisi sasa ni kanisa, na haya ndio